kuchagua mwanamke wa kuoa. Na ule msemo unakwambia kosea vyote usikosee kuchagua mwanamke wa kuoa. Una take place sasa, najionea. Haiwezekani mimi napika, wewe unachezea simu mwanamke wangu. Una nini wewe? Una nini? Hebu niambie una nini? Kinachokufanya uendelee kuchezea simu alafu mwanamume wako niko jikoni napika, napiga kelele, mke wangu njoo nisaidie kupika. Wewe unachezea simu mpaka naungua namna hii. Wewe vipi wewe? Wewe vipi? Mume wangu, nikwambia mara ngapi usisahau kwamba kuwa humu ndani mimi sio msigeni wa kufua, kuosha vyombo na kudeki. Kazi yangu ndani ni hizo mbili tu, kukuzalia watoto na kukufanya wewe ufurahi. Kunizalia watoto? Watoto wako wapi? Asa hilo swali la kuniuliza mimi watoto wako wapi halinihusu, kwa sababu anayeweka watoto kwenye tumbo langu ni wewe na sio mimi. Kazi yangu mimi ni kupokea tu. Kazi yangu ni kuweka watoto kwenye tumbo lako, si ndio? Je, kama najitahidi kuwaweka hao watoto ndani ya tumbo lako na wao umeshaweka vizuizi, wanapitia wapi? Wanaingilia wapi? Nadhani umenielewa. Acha niendelee kuvumilia. Acha niendelee kuvumilia. Mimi nimekosea kuoa. Majirani, nimekosea kuoa. Inatosha sasa. Yaani vitu vidogo, kufua, kuosha vyombo, kudeki, yaani unafanya viwe big deal wakati ni kitu kidogo tu. Mbona kuna wanaume wengine wanawasaidia wake zao? Mimi kukaa, kuchezea simu, kurelax ndo tatizo, ndo shida. Mke wangu, chukua upande wangu. Nimetoka kazini, nimechoka, sijala, sili kwa mama ntilia wala kwenye mgahawa wa aina yoyote kwa sababu ya heshima yako wewe mke wangu. Nimekuja nyumbani hujapika, unachezea simu ndani huko. Alafu nakwambia mke wangu nina njaa, unasema nenda jikoni. Haya, nimeenda jikoni, nimeungua. Sasa mimi najilaumu kwa nini jamani? Kwani shida ni hebu tuweke sawa haya mambo. Nifanye nini ili wewe uwe mwanamke bora? Linapofika swala la kukuambia kwa mume wangu, nataka dada wa kazi humu ndani, unaingia huku, unapita huku, unatoka huku. Kifupi ninachokuambia, nataka dada wa kazi humu ndani. La sivyo, utaendelea kupika mpaka mikono yako iungue. Mimi sijazoea eka. Ninachojua ni kukufurahisha na kukupa raha mume wangu. Okay. Kwa unataka dada wa kazi? Dada wa kazi. Okay, kaa. Dakika moja. Dada, shikamoo. Mke wangu, yule dada wa kazi ambao ulikuwa ukinisumbua kwa muda mrefu kwamba unamhitaji, taalamu, ndio huyo hapo. Umesema unaitwa nani? Naitwa Kitumbua. Umetokea wapi? Kwetu ni Mwanza. Kwa hiyo ni Msukuma? Ndiyo dada. Kwa hiyo umeamua kwenda kuchukua kahaba zako huko nje, uwalete humu ndani kwa trick waje kufanya kazi, si ndio? Hivi mnadhani hizo janja zenu sijazijua? Ushakuona dada wa kazi gani anavaa cheni kama hii, anavaa short wig na ana mtako kama huu? Sasa mke wangu, wewe ulisema unataka nini?
Nilitaka dada wa kazi. Na huyu ni nani? Ni dada wa kazi. Lakini hamna dada wa kazi mwenye tako kama hilo. Dada, mlango ulioingilia ndio huo utokee. Dada, sasa mimi nitaenda wapi? Utaenda wapi? Kumbe chizi. Utaenda wapi? Hapa ni kwenu. Hapa kwa babako na mamako. Ulikotoka ndio utakapoenda. Yaani nyote ni matoko makubwa, akili hamna hata kidogo. Unataka uje uharibu ndoa yangu? Ndoa yangu naipenda na ndoa yangu naitaka. Toka. Mlango ulioingilia ndio huo utokee. Toka. Kwa hiyo umeamua kwenda kumchukua mwanamke mwenye tako kunizidi, si ndio? Hebu angalia tako langu. Alafu angalia tako la yule mfanyakazi. Okay, sio kesi. Nisisikie malalamiko yoyote kuhusu dada wa kazi. Na kila kazi inayokuhusu humu ndani utaifanya. Kazi sifanyi na mdada wa kazi namtaka. Mume wangu, ni kweli mimi nahitaji dada wa kazi. Ila yule ulioniletea, hapana kwa kweli. Yaani mwanamke ana matako makubwa, mwanamke mzuri. Unataka je nipiku ndani? Unataka je kuwa msaidizi kwenye mambo mengine hata hayamhusu? Siwezi kukubali. Sasa tumekaa hapa tuendelee kufokeana au tuendelee kuelewana kwamba namna gani tunaweza tukafanya tukampata dada wa kazi? Mimi naona hiyo kazi imekushinda. Ni bora uniache mimi niende nikatafute dada wa kazi ambaye anaweza kaingia ndani na nikawa na amani naye. Hii ni ndoa. Naitaka, naipenda. Sasa kwani tatizo liko wapi? Lengo ni kupata mdada wa kazi. Ukimtafuta wewe, ukamkubali, ukampenda, ukaona anafaa kufanya kazi za ndani, it's okay. Kwa sababu nimekuletea mimi dada wa kazi, umeshamkataa. Kwa hiyo mimi na wewe tumekaa hapa ili tuelewane. Ni namna gani tunaweza tukamtafuta dada wa kazi, tukampata, akaendelea kufanya kazi humu ndani. Ili hizi harakati za kufokeana, kununiana, kufanyiana nini, vitu vya ovyo zikate. Mimi naona tusizunguke sana. Naenda kumtafuta mwenyewe dada wa kazi. Sawa, nenda kamtafuta. Mume wangu, kama nilivyokuwa nimekwambia, nitatafuta mtu wa kufanya kazi ndani. Maana ulikuwa unalalamika tu kitu kidogo unalalamika. Hivyo mimi nimeona bora nitafute mwanaume ambaye atafanya kazi za ndani. Alafu wanaume wanajua kupika. Hata akiungua jikoni, adekideki wala halili. Anajikaza kama mtoto wa kiume. Nimekutana na huyu kaka wewe nilivyomuona, yuko smart, handsome boy. Yaani kwangu mimi kanivutia. Naona anaweza akafanya kazi zote za ndani. Kwa hiyo huyu ndo mdada wa kazi. Maana tulikubaliana tunatafuta mdada wa kazi na sio mkaka wa kazi. Mimi wadada siwataki. Kwa sababu wadada wanaokuja humu ndani wana mizigo kunizidi, walembo kunizidi. Wakifanya tu kazi kidogo wamechoka. Mimi hao watu nimeona kabisa wadada siwezani nao kabisa. Ndio maana nimeamua nichukue mkaka ambaye hadeki, akiumia anajikaza na anapiga kazi mwanzo mwisho. Na ndio maana nimemleta. Unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Wydon Haida, ni mzoefu wa kufanya kazi za ndani. Na ninaishi Sinza Mapambano. Katika mapambano yangu hapa na pale, nikabahatika kukutana na madam. Nikamuelezea changamoto ambazo napitia na nikamuelezea kuwa natafuta kazi za ndani. Sasa akaniambia bahati nzuri na yeye pia alikuwa anatafuta mtu wa kufanya kazi. Sasa nikaona si mbaya nifike hapa ambapo naweza nikafanya hiyo kazi bila shida yoyote. Yaani mume wangu anapiga kazi. Yaani huyu ni kama Mandonga mtu kazi. Mtu wa kazi kimpa kazi anafanya kazi. Mtu wa kazi. Kwa hiyo unakuja kufanya kazi humu ndani. Ndio. Kazi gani ambayo labda una uzoefu nayo? Mimi kiukweli sichagui kazi. Hapa mjini nimetumwa kazi. Kwa hiyo kazi yoyote ile ambayo unaweza kunipa naweza nikaifanya. Kama kuna kupiga deki, kuosha vyombo, kama kuna watoto hata wakijisaidia naweza kuwaosha. Hata kama mke wako anahitaji massage naweza nikamfanyia. Bosi wangu. Bro, nimezaliwa zamani sana.
Nilijichanganya tu kuoa jenzi. Maana mapenzi nayo hayana mipaka. Lakini siwezi kuulaumu moyo wangu kwa nini umemchagua huyu dada. Labda malezi yangu. Lakini I have a brain. Nalijua baya, nalijua zuri. Sitaki kuua. Cause ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Ila kwa usalama wa maisha yako, naomba kufungua ule mlango na utoke nje. Lakini unaweza kunifikiria usi wangu kwa sababu mimi naweza nikafanya kazi. Wala usijali kuhusu chochote kile kuhusu mimi. Hata kama una nyumba ya nje naweza nikakaa, afu asubuhi nikawa nakuja kufanya kazi na kuondoka. Wala usiwe na shaka. Bro, unanilazimisha nizungumze mara mbili. Ouch. Toa mtu wako. Asa mume wangu ndo nini hivi? Wewe ukishika chombo, ukipika, ukifua unalalamika. Na mleta mtu kufanya kazi, unamfukuza. Unaijua bastola? Unajua? Enda nje. Mika. Sawa. Wewe, tumekubaliana vizuri kwamba tunatafuta dada wa kazi. Alafu unaleta mkaka kwamba mimi kazi siwezi, si ndio? Kama ungekuwa unaweza, mbona ulikuwa unalalamika muda wote? Kwa sababu hizo kazi zinahitaji wadada na sio wakaka. Na kama umeleta mkaka, basi umemleta kwa kazi zingine. Sasa zimefeli. Sitaki tukwazane, sitaki tugombane. Hili jukumu la kuleta dada wa kazi nimekuachia wewe. Naona tunashindana sasa humu ndani. Nimeleta mdada wa kazi, umemkataa. Alafu moja kwa moja unaenda kuletea wanaume zako humu ndani, si ndio? Sasa hilo jukumu la kutafuta dada wa kazi naona limekushinda. Niachie mimi, nitatafuta mdada wa kazi. Hapo hapo. Nikuachie wewe utafute dada wa kazi. Uniletea dada wenye matako. Wadada wazuri, wadada ambao hata mimi nikiwaangalia najiona kabisa siingii. Ndio aingie humu kwenye nyumba yangu. Hapana. Sikubaliani na hicho kitu. Kwa hiyo nitampigia simu mama yangu anitafutie kijijini mdada ambaye ni mshamba, havai nguo za kubana, hajichubui, haweki kope na havai macheni wala maeleni. Ndio nitamruhusu kuingia ndani. Kiufupi, nataka mdada mshamba. ifanye hiyo kazi kabla ya wiki moja. Karibu. Karibuni. Asante. Shikamo. Marahaba. Karibuni mkae. Poleni na safari. Asante. Nimekuletea mgeni wako. Mume wangu, kama tulivyokuwa tumeongea, nitamleta mdada wa kazi kutoka kijijini kwa mama. Mdada wa kazi mwenyewe ndo huyo hapo. Hivi mke wangu, huyo ana uzoefu wa kupika kweli ukimwangalia? Ametoka kijijini huyo, yani anafanya kazi. Anapika, anaosha vyombo, anadeki. Huko kijijini huko alikuwa hadi analima, anachunga hadi ng'ombe, mtoto wa kike. Sasa amekuja hapa mjini kwenye hii nyumba. Dada, karibu.
Asante. Kwa hiyo huyu yeye umemwelewa sana. Unaitwa nani? Sonia something now. Sonia. Una jina la Kisomali, lakini kwa nini umetokea kijijini? Unajua kwetu kuna njaa sana, na ndio maana tukakimbilia Njombe. Wanaita Njombe, Njombe. Okay. Basi karibu sana, na hapa ndo nyumbani. Dada yako atakuelekeza kila kitu, namna ya kufanya na namna ya kuishi katika nyumba hii. Jisikie uko nyumbani. Shukrani. Sonia, karibu. Huyu ni mume wangu na atakuwa bosi wako pia. Asante. Unasikia? Hakuna muda wa kupoteza. Mpeleke abadilishe nguo, aoge, aanze majukumu yake. Dada, twende basi nikakuoneshe chumba chako utakachofikia. Huko. Huko. Fanya kazi imepata. Kamuoneshe sasa. No. Sonia. Wewe ndo Sonia something now? Ndio mimi. Hilo wigo umepata wapi? Nilikuja nalo, lilikuwa katika shangazi Kaja. Na hilo gauni? Nilikuja nalo pia, lilikuwa katika shangazi Kaja vile vile. Mbona kipindi unaingia kwenye hii nyumba uliingia kama mshamba asiyojua chochote? Ni kwa sababu nilikuwa nataka kazi, na kwa sasa nimeshapata kazi. Basi ndo kama hivi, na utazidi kuziona sana tu, kwa sababu ninazo nyingi sana katika shangazi Kaja. Yesu wangu. Kwa hiyo ulikuwa unanifanyia maigizo? Ni kwa vile nilikuwa nataka kazi. Humu ndani utatoka. Humu ndani sitoki, na ndo nimeshafika.